Happy New Year kwako mwanafamilia wa Betway. Heri kubwa sana ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kuona na tunamtakia kila mmoja katika familia ya Betway heri ya mwaka mpya wa 2026. Tuko hapa kama ilivyo kwenye special yetu hii ya mashindano ya Kombe la Afrika, na leo tumefanya sub, tumempunguza kidogo Fisa Ubashiri, na leo tuko na Helen ambaye ndio tutakuwa naye hapa tukipiga mastori kuhusiana na kile ambacho kimetokea kwenye michuano ya Kombe la Afrika na yale ambayo tunategemea kuyaona kwenye hatua ya 16 bora. Karibu sana. Mambo vipi Helen? Poa, za kwako? Safi kabisa. Mwaka umeukaribishaje? Of course, mwaka nimeukaribisha vizuri nikiwa na furaha nyingi, na furaha kubwa mojawapo ambayo niko nayo ni kuona Taifa Stars tumeingia kwenye hatua ya makundi. Nakumbuka mara ya mwisho tulivyokuwa hapa na Fisa Ubashiri, tuliwapa watu option. Kulikuwa na option ya kuibetia Taifa Stars itatoka salama kwenye hatua ya makundi ama itakuwaje. Kwa hiyo kama ulifuata yale ambayo yalikuwepo siku hiyo, heri kubwa sana kwako, na tuko hapa tunapitia kidogo kwenye yaliyotokea kwenye hatua ya makundi. Ni kipi ambacho labda kinaweza kuwa surprise sana, kwa sababu mashindano ya Kombe la Afrika mwaka huu hayajakuwa na surprise nyingi kama ambavyo tumezoea. Timu nyingi kubwa zimeshinda kama tulivyotegemea, lakini surprise ilikuwa kitu cha kwanza mimi ambacho naweza kusema Jeff, surprise ya kwanza ambayo nimekuwa nayo, tukiachana kwamba Taifa Stars kufuzu, nimefurahi kwamba kuona tukiachana kwamba timu nyingi zinafunga, timu nyingi zimekuwa na ule mhemko wa kutaka kila mtu aperform na afanye vizuri ili kwenda kwenye hatua inayofuata. Tumeona hapa kwenye kipindi cha ambacho mara ya mwisho kwamba ilibidi tutoke, timu nyingi zimekuwa zinajitahidi. Kuna watu hawakuamini kwamba kama Mali na Morocco itakuwa game itaenda kuisha vile, lakini watu wote wamekuwa wana score. Kwa hiyo vitu vingi viko very surprised, yani tumekuwa tunapata ule uhondo ambao tulikuwa hatukutegemea. Tukizungumzia Taifa Stars, how surprised were you baada ya kuona Tanzania imefuzu kwenda 16 bora? Unajua hakuwa na matarajio ya kuiona Tanzania. Well, niseme sikuwa na matarajio, ila ni kwamba kitu ambacho kimenishangaza zaidi ni kwamba hatukutegemea kama timu yetu ingefanya vizuri na mhemko ambao walipata katika kipindi cha mwisho. Tumeona wachezaji wote walijituma kiasi kwamba hata sisi ambao tuliangalia game tulikuwa satisfied kwamba yes, vijana wamepambana kwa hatua ya mwisho mpaka kuhakikisha kwamba wanaenda hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kizuri sana. Natumaini kila mtu amefurahi. Ukiondoa Taifa Stars, nini kingine labda kimekuja kama surprise kwako kwenye hatua ya makundi? Kitu kingine ambacho kimekuja kama surprise kwangu kwenye hatua ya makundi ni kuona timu mbalimbali ambazo zimekuwa zinapambana katika kuhakikisha kwamba watu wana score, watu wanafanya vizuri. Kuna timu ambazo watu tumekuwa hatuzitegemei kabisa huku mwishoni, lakini kama nilivyosema zimekuwa zina perform na zimetuletea matokeo. Mimi naamini kuna watu ambao huku mwishoni waliua timu fulani, lakini ile timu mwisho wa siku imekuja imebadilisha matokeo. Ukiachana na habari za surprise, kwenye AFCON mwaka huu tumeshuhudia magoli mengi yamefungwa mpaka kufikia hatua hii. Kwenye eneo la wafungaji, watu waliofunga magoli matatu ndio top scorers ambao wako watatu: Ayoub El Kabi, Brahim Diaz na Riyad Mahrez. Kuna kitu kimoja ambacho kinaonekana peculiar hapa kwenye hawa wafungaji. Wote wanatokea timu za kaskazini mwa Afrika. Kuna wachezaji wawili wa Morocco na mmoja wa Algeria. Lakini pia wachezaji wote hawa, ukiangalia ile orodha ya wachezaji 10 wanaoongoza kwa magoli, hakuna hata mmoja ambaye anacheza soka lake Afrika. Ni wanaocheza Europe na hamna mtu kama Riyad Mahrez ambaye anacheza Saudi Arabia. Tuzungumzie eneo hili la ufungaji. Wewe umelitazamaje kwanza kwa mtazamo huo kwamba inaonekana nyota hawa timu za North Africa ndio wanaofanya vizuri kwa timu zao? Kitu ambacho naweza kusema ni kwamba wana experience kama tulivyosema. Wengi wao wamecheza, tukiangalia kama Riyad Mahrez amecheza Manchester City na amecheza na timu nyingine. Kwa hiyo yes, naona ni experience ambayo wako nayo ndio inafanya hata wakija huku kwetu wa perform na wafanye vizuri.
Tukizungumzia kama pia kwa upande wa Brahim Diaz, naona kwake ni kama muendelezo, kwa sababu sio mara kwanza pia kumuona na score. Amekuwa akifanya hivyo mara zote anapokuwa katika haya mashindano. Na pia tunarudi pale pale, ni experience ambayo yuko nayo. Tunaona yuko Real Madrid anaperform vizuri. Kwa hiyo mimi nahisi ni experience ambazo anazipata kutoka kwenye timu ambazo wanakuwa nazo, ndo ambazo zinafanya wakija huku wanakuwa na kiwango ambacho kiko bora zaidi. Brahim Diaz pia sio maajabu, kwa sababu ndio alikuwa top scorer wa hatua ya kufuzu kwa upande wa timu yake. Na unamzungumziaje mtu mzima Ayoub El Kabi, mmoja kati ya wachezaji ambao kwanza kwenye hiyo orodha ya top scorers yeye ndio ana umri mkubwa, lakini pia story ya career yake ni story ambayo iko very interesting na inampa inspiration mtu ambaye anahisi labda amechelewa kutoka kwenye mpira. Huyu ni mtu ambaye hakupita kwenye academy kwanza kama ilivyo utaratibu wa wachezaji wengi, na ni mchezaji ambaye unajua Morocco, watu wengi wanahisi kwamba Morocco hakuna watu maskini ama watu wenye maisha mabaya, mabovu au ya hali duni. Lakini huyu Ayoub El Kabi akiwa na umri wa miaka 15 alilazimika kuacha shule ili akawa fundi seremala aweze kuisaidia familia yake. Na alicheza mechi yake ya kwanza professional akiwa na umri wa miaka 23. Watu wengi wanacheza mechi professional ya kwanza kama amechelewa sana angalau miaka 19 20. Huyu mpaka miaka 23 ndio anacheza kwa mara ya kwanza kwenye professional team, lakini msimu wake wa kwanza anakuwa top scorer wa ligi daraja la pili Morocco, anachukuliwa na Bekane anakuwa top scorer, kaa top scorer kwenye CHAN na the rest is history. Leo hii yuko Olympiacos, anacheza mpaka kwenye UEFA Champions League. Ni mchezaji ambaye ana historia ya kipekee, na kwenye AFCON mwaka huu watu wameona moto wake, mabao mawili yale ya TikTok. Amefanya vizuri. Kwa mara zote ambazo nimekuwa nikimuona, mimi pia naweza kusema amekuwa hakifanya vizuri. Tukizungumzia swala la umri au utu uzima, na hisi pia ndio kitu pekee ambacho kinaendelea kumfanya hawezi kuonekana bora na kinazidi kumfanya hawezi kuwa na experience ya jamii. Na ukiondoa hivyo kwenye eneo la magoli, inaonekana kwamba wachezaji wengi wanaofunga sana ni wachezaji wanaoshambulia kutoka pembeni. Ukiangalia kwenye chati ya magoli ile, Brahim Diaz, Riyad Mahrez ni mawinga. Mshambuliaji pale aliyeko ni Ayoub El Kabi peke yake. Lakini pia hata ukishuka hapo unakuta kina Mo Salah, unamkuta mtu kama Oswin Apolis wa South Africa, unamkuta mtu kama Katamo wa Mozambique ama Elias Achuri wa Tunisia, wote ni mawinga. Kuna siri gani ya mawinga kufunga sana kuliko washambuliaji? Mimi nahisi kitu kikubwa ambacho kinawapa mawinga space ni kutokana kwamba watu wengi wanapokuwa wanacheza, naona labda wanapokuwa vyumbani kule au wanapokuwa wanajiandaa, wanaambiwa kwamba sasa wewe mtu fulani utakaa na mtu fulani. Kwao wanakuwa wanaangalia sana ma-striker kuliko wanapokuwa wanaangalia mawinga. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinawapa chance ya wao kutoka huko wanakotoka mpaka wanaenda kuscore. Na ukiangalia kasi za mawinga, ukimzungumzia kama Brahim Diaz ni mtu Mo Salah, yes. Hao wote ni watu wenye kasi na watu wote tunajua kasi yao. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinakuwa kinawapa wao nafasi nyingi za kupata magoli kwa urahisi. Ukiondoa eneo la magoli kufungwa, ziko timu ambazo zimekuwa na safu za ulinzi bora sana kwenye mashindano ya kombe la Afrika mwaka huu. Kuna timu kama Morocco, Egypt, Senegal, yes, na Algeria. Hizo ndio timu ambazo zimefungwa idadi ndogo ya magoli kuliko zote, zikiwa zimeruhusu goli moja peke yake. Na kuna kitu nakiona tena kama tulivyoona kwenye magoli ya kufungwa. Hapa kwenye eneo la defense kuna timu tatu za North Africa. Kuna Morocco, kuna Egypt na Algeria. Wote wameruhusu goli moja. Na timu moja pekee ya Sub-Sahara Africa ambayo ni timu mbili ambazo ni Senegal pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii inaweza kuwa dalili kwamba pengine bingwa anaweza akatoka kaskazini. Inaweza wanafunga na wana defense bora. Of course inaweza kuwa ni dalili nzuri kutokana kwamba watakuwa wamejipanga vizuri. Kama ukuta ambao wako nao unaweza kuwa imara paka ukaweza kuwasaidia wakaweza kuvuka paka hizo hatua zote za makundi paka kufika kwenye nusu finali, huko paka kufika kwenye finali. Nahisi inaweza kuwa ni jambo zuri, kwa maana nahisi ni kama vile imekuwa ni kitu ambacho sijui niseme ni ukuta, sijui niseme pia ni, tukiachana na mabeki, magolikipa wao pia naona wamekuwa wako makini. Tunamwangalia Lucas, Lucas, yes of course.
ukimwangalia na Yasin Bono wamekuwa ni watu ambao wote ni top keepers. Yes, na ni wako makini sana wanapokuwa katika maeneo yao. Kwa hiyo tunaangalia pia hata kama kuna makosa ambayo yanafanywa na mabeki wao wanakuwa wako haraka sana kwenye lakini kuna kitu kingine pia nakiona wanacheza vizuri sana kitimu. Wao wamekuwa na ushirikiano kwamba kitu hiki tukifanya tunafanya kwa wote. Kwa hiyo naona hicho pia ndio kinawafanya paka wao hivi sasa waweze kufika ambako hapo na wawe na idadi chache ya magoli ambayo yanakuwa wamefungwa kwao.